Sam ni polisi wa ngazi ya chini katika mji mdogo ambaye kila wakati anatamani kujithibitisha. Siku moja, tukio kubwa la mauaji linatokea mjini, jambo linalomfanya atumai kuwa yeye ndiye atakayekuwa shujaa wa kuvunja kesi hiyo. Hata hivyo, hakuna anayemtambua Sam. Hata anawasikia msichana anayempenda na rafiki yake wa karibu wakimcheka. Wanamuona kama mjinga. Boss wake pia hamthamini, na juu ya yote hayo, wakala wa serikali ya shirikisho anawasili na kumsukuma pembeni, akitaka kuchukua umaarufu wote. Je, Sam ataweza kujithibitisha au atalazimika kuishi maisha haya ya kawaida yasiyo na mwanga milele? Hadithi inaanza Mei 2008. Sam akiwa ameegesha gari msituni akinywa smoothie ya shairi, uhalifu mkubwa unaendelea Coney Town. Mwanaume anayeitwa Travis anafundishwa somo na genge la muuza dawa wa Downtown kwa kuthubutu kujaribu kuwadanganya. Travis anadai kuwa upande wake ulimtuma kufanya mazungumzo, lakini jamaa mkubwa anamkanyaga mkono na kusababisha maumivu makali yasiyovumilika. Hatimaye, baada ya vitisho kadhaa, wanaondoka. Travis anawaangalia wakiondoka na anawatukana kwa sauti akiwaita Hicks. Anapofikiri kuwa yote yamekwisha, ghafla gari linakuja kwa kasi kutoka mbali na kumgonga, likimtupa juu angani. Siku inayofuata, Sam anaendesha gari kwenda kwenye mgahawa mdogo, cafe, kuzungumza na msichana mrembo anayeitwa Deb. Deb anamuuliza kesi ya mauaji inaendeleaje. Ingawa kwa sasa Sam hana taarifa mpya, anasema mara tu uchunguzi utakapokamilika, hakika utaandikwa kwenye magazeti. Kwa majivuno, anasema kuwa atakapomwandikia barua ya mapendekezo kwa chuo kikuu itakuwa ya thamani kubwa sana. Deb anacheza naye kwa furaha, kisha Sam anamuomba amtengenezee super brew. Baada ya hapo, Sam anaendesha gari kwenda kumchukua rafiki yake mkubwa, DJ. DJ pia ana wasiwasi mkubwa kuhusu kesi hiyo. Hata mama yake DJ amekuwa akiongelea kwa muda mrefu kuhusu maiti iliyopatikana karibu na ofisi ya posta. Anaamini kuwa wauaji watakamatwa. Sam anajibu kwa utulivu kwamba alipata kidokezo usiku uliopita. Hata hivyo, hatomwambia DJ. Lazima aripoti kwanza kwa mkuu wa polisi Sandy. Hiyo ndiyo taratibu. Kwa kweli, mji huu unamfanya Sam awe na wasiwasi. Idadi ya watu ni ndogo, lakini uhalifu ni mkubwa. Aliwahi kufikiria kujenga maisha yake hapa na kupata msichana wa kuchumbiana. Akizungumzia hilo, rafiki yake anataja kuwa Izzy amerudi kwa wiki moja. Kwa nini Sam hajamtembelea? Ukweli ni kwamba Sam anataka, lakini yuko kwenye kesi. Anafikiri akitatua hili, nafasi yake itakuja. Ghafla, DJ anatoa gitaa na Sam anaendesha gari kando ya barabara ili waimbe na kupiga mziki hapo karibu. Mayor Boone na binti yake Izzy wanazungumza na mwanaume mmoja kuhusu masuala ya mji. Muda mfupi baadaye, Sam anawasili kwa gari. DJ kwa sauti kubwa analiita jina la Izzy ili kuvuta umakini wake. Sam pia anasalimia. Kisha Izzy anakutana na Sam na DJ faraghani, lakini DJ anaelewa hali hiyo na anaondoka kwanza. Izzy anauliza kwa nini Sam amechukua muda mrefu kumtembelea. Sam anaeleza kuwa anafuatilia kesi kubwa. Anasikia kuwa Izzy anafanya kazi ya uuzaji wa nyumba New York City. Izzy anakubali akisema amerudi kwa muda kusaidia baba yake. Wakati huo, Mayor Boone anakuja. Anajua kuwa Sue aliripoti Travis akijichua ndani ya gari Jumanne mchana, lakini hakukuwa na hatua kutoka kwa Sam. Sam anasema alifika lakini alichelewa. Izzy anacheka hadithi hiyo. Baadaye Sam anawaagana nao kwa aibu. Anarudi kituo cha polisi. Mara akiingia anazuiwa na mgeni anayesema mambo ya kutatanisha. Mkuu Sandy anawaambia wote wakae chini na anamtambulisha mgeni huyo. Kikosi kinajumuisha gari, mwanaume anayependa wanawake kupita kiasi, Sam mwenye kipaji cha kurusha risasi kwa usahihi, zamani alikuwa kipaji cha mpira wa kisa, na hata kuna kinywaji kwenye cafe kinachoitwa kwa jina la Sam. Gary anadharau kinywaji hicho kikiita cha kawaida. Kundi linaanza mabishano ya kelele, hata kuzungumza kulala na wanawake. Sandy anawakataza, ni mtu wa dini na hapendi mambo hayo.
Mtu wa mwisho kwenye timu ni rookie DJ. DJ hajali mabishano, lakini anagundua kitu kwenye kiuno cha mgeni. Akiona udadisi huo, mgeni anatoa bastoli yake na kuonyesha. Anasema ni kitu kisichotenganishwa naye. Kisha anajitambulisha kuwa yeye ni Sajenti Bobby Gaines wa kikosi cha kupambana na dawa za kulevya Tennessee. Kusikia hivyo, timu ya Sam inakaa sawa mara moja. Sandy anaanza kuelezea ushawishi wa kikosi hicho. Bobby yuko tayari kusaidia katika uchunguzi wa kesi kubwa za dawa za kulevya. Habari za mauaji ya hivi karibuni yanayohusiana na dawa zinaweza kutumiwa na vyombo vya habari dhidi ya seneta mashuhuri aliyesaidia kulinda miji midogo. Ikitokea hivyo, chama cha demokrasia kinaweza kushika madaraka. Sandy hatoruhusu hilo. Bobby anasema anatafutwa Knoxville kutokana na kukamatwa itakayofanyika ndani ya siku 3. Wakiwa wanajadili, Sam anakata mazungumzo akisema kesi hiyo ni yake. Anasimama kutoa taarifa. Mhasirika Travis anatoka Memphis, hana ndugu na Sam hajui alichokuwa akifanya. Taarifa hizi zinajulikana. Bobby anasema Travis alikuwa mwanachama mpya wa DC Mafia. Sam anataka kuzungumza naye zaidi kwa sababu ana kidokezo mpya. Bobby anakubali. Wanatoka nje na DJ. Wanaenda nyumbani kwa Louis, wanakaribishwa. Sam na DJ wanazungumza kwa furaha. Bobby anaangalia huku na kule. Anauliza kuhusu mnyama aliyeko kwenye kiti. Louis anaeleza kuwa ni mnyama muhimu sana, anaitwa Check. Bobby anafichia lengo lao. Lori alisema Louis alimuona Travis jana usiku. Louis anakataa kushirikiana na wanawafukuza. Bobby kwa utulivu anamchukua mnyama mdogo kwenye kizamba na kumfimiliza kwenye sinki akimtishia kumuua. Ni mnyama anayependwa na mjukuu wake. Louis analazimika kuzungumza. Alimuona Travis akiwa poison gel na jamaa aliyekuwa kwenye gazeti. Pia alikutana na Jasper. Bobby anamwacha mnyama. Wanatoka na kwenda kwenye duka la karibu. Ghafla redio ya Sam inaripoti vurugu kwenye bustani iliyo karibu. Wanaenda kwa haraka. Wanamkuta msichana mwenye nywele za pink, Tammy, akibishana kwa hali na Georgie. Sam anajaribu kuonyesha mamlaka, lakini Tammy anamjibu vibaya, akimkumbusha utukio wa mtu aliyekuwa akijichua ndani ya gari. Sam anakosa maneno. Bobby, bila kusema mengi, anampiga Georgie ngumi moja. Kila kitu kinaisha. Bobby anajitambulisha kwa umati kama polisi. Tammy anavutiwa naye. Sam anangoja kimya kimya ndani ya gari. Katika bar, Dog Downer anazungumza amana ya $50,000. Haitoshi kulipa Whiskey Way, lakini ni bora kuliko chochote. Wanazungumza Travis aminivyo kifo chake kitawafanya wengine wajifunze adabu. Dog anaagiza udhibiti wa bidhaa mjini. Sam, DJ na Bobby wanajadili. Sam anataka kumkamata Jasper kwa nguvu, lakini Bobby anasema hatosema chochote. Sam anasisitiza taratibu, Bobby anasema ni kesi yake. Wanatofautiana. Sam anaripoti kwa Sandy. Sandy anamwamini Bobby. Sam anajaribu hata kuwasiliana na wakubwa wa Bobby. Sandy anamzuia. Sam anampigia simu mwanamke kutoka kikosi cha Bobby, jambo linalomkasirisha Bobby. Usiku Bobby anampiga Sam ngumi kwa kumsaliti. DJ anatuliza hali. Bobby anaingia bar kama mteja. Anamdanganya Jasper kwa hadithi za rodeo, anachochea ugomvi, kisha Sam anakuja na kuwakamata kwa furugu. Gerezani Bobby anamshawishi Jasper kuingia kwenye dili kubwa. Wanapanga mkutano saa 11 Wiggles Parking. Bobby anahitaji $2,500. Sandy hana pesa. Bobby anaporoa duka akiwa amevaa barakoa. Sam anakutana na Izzy, wanakumbuka utoto, wanazungumza kwa furaha. Izzy anakubali kuja kuwatazama Sam na DJ wakitumbuza. Wanafanya maandalizi ya uvamizi. Wanavaa silaha, wanaomba sala. Wanavamia nyumba ya Jasper. Risasi zinarushiwa. Bobby anapigwa lakini anaokoka kwa mavazi ya kujikinga. Sam anamshinda Jasper. Kituoni, Jasper anakiri kuwa Dog ndiye aliyemuua Travis. Sam anakasirishwa na mbinu za Bobby. Baadaye Sam na Izzy wanakaribiana, wanakiss. Asubuhi Jasper anatoroka. Bobby anamtuhumu Gary kwa kikoso. Gary anakiri alikuwa ametumia dawa za kulevya. Bobby na Sam wanamkabili Dog. Dog anawatishia. Wanajaribu kupata habari kwa vijana.
Sam anawasikia Izzy na Tammy wakimcheka. Anahuzunika. Anakunywa, anaomba baba yake ajivunie. Baadaye wanapata taarifa ya Labari. Wanaivamia. Mlipuko unatokea. DJ anaumia kwa hali mbaya. Inageuka kuwa laba haikuwa ya Dog. Bobby anaondoka kwa aibu. Sam anasifiwa. Tammy anamwambia Sam ukweli. Bobby si polisi. Sam anakabiliana na Bobby. Bobby anakiri alifanya yote kulipiza kisasi kwa kifo cha Travis, aliyekuwa ndugu yake wa kiao. Wanagundua Mayor Boone anahusika. Bobby anamfunga Sam mikuki, Izzy anamwacha Sam. Sam anakwenda kumkabili Bobby na Dog. Mapigano makali yanatokea. Mwishowe Sam anamshinda Dog. Bobby anachagua pesa badala ya haki. Anasalimisha. Sam anakuwa shujaa. DJ anakuwa mwandishi na